something. Fanyeni jambo. So that I can be honored. Ili niweze kutukuzwa. So that I can be happy. Ili niweze kufurahia. Hallelujah. Hallelujah. Why? Kwa nini? I don't want you to live a life of loss. Sitaki uishi maisha ya hasara. I want you to live a life of benefit. Nataka uishi maisha yenye faida. Because when you bring things in your home, kwa sababu unapoleta vitu nyumbani mwako, I blow them away. Na nitavipeperusha. Hallelujah. Hallelujah. Mshawahi kusikia mtu ameenda kununua balbu za taa, ni mfano tu, na amekuja akaweka balbu 10 kwa nyumba yake, na kila kitest inalipuka. Balbu zote ta technician wanapima laini zote ziko sawa. Anaenda kununua tena balbu 10, technician yuko pale pale, akiwasha zalipuka zote. Yule technician anajikuna kichwa. Sasa hapa mitambo yangu inasema hakuna shida, iko shida gani? Waje tunajaribu mara ya 3. Tukimajaribu mara ya 3, basi itabidi system yote tuingoe, tuanze upya. Na ukianza upya si pesa tena. Wamejaribu mara ya 3, wakiwasha zinalipuka. Wakatoa hiyo wiring yote, wakaweka mpya. Wakiweka zinalipuka. Ela sikuroba hapa. Ela sikuroba hapa. Maana watu wakati mambo ya soko ya kawaida yanafanyika, mawazo ya wengi ni kwamba amerogwa. Itabidi nende kwa Pastor Kasungu. Anakuja. Pastor, kuna kitu gani? Nikiweka mataa yanakufa yote 10. Nimejaribu mara 3 yamekufa. Mimi nafikiri nimetupiwa kitu. Hiyo nyumba iko wapi kwanza? Nimejenga. Wapi? Kule karibu Mapate Msufini. Ulipoanza kujenga uliniita nikaja kupata tiketi hapo. Ilipokuwa imekamilika uliniita nije niombee. Na siku mwerevu. Mbona unaniita leo? Bwana asifiwe. Pole, najua una mambo mengi, una shughuli nyingi. Basi moja wapo ya shughuli ni hii, nije niombee. Si kwamba na shughuli nyingi, lakini moja wapo ni hii. Haya, hivi watakaje? Njoo iombee, maana kama nikasuali, kama nikisirani, kama nuksi kiondoke. Hata nimekuja tayari na mafuta ya upako. Nikamwambia ndugu, jiangalie wewe mwenyewe. Amen. Kabla kuja kukuombea kule, jiangalie wewe mwenyewe. Na nitakapokuja uwe umejiangalia vizuri na uwe tayari kufungua moyo wako. Ilipofika siku hiyo, akaja akasema 1, 2, 3. Nikamwambia, si unaona makosa ni ya Mungu ama ni yako? Ni yangu mimi. Basi umepona. Hazitawaka tena hizo, hazijachomeka tena kwa kukiri kwako. Bwana asifiwe sana. Amen. Na tukaenda. Unajua kunaweza kuwa kuna Mkristo hapa hana heshima kabisa. Kila kitu anakifanya kivyake. Amejenga, hambi pastor, hambi mzee wa kanisa. Yeye ni don't care. Good afternoon. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio maana anasema Mungu, mumevileta na nimevipiga nini? Upepo. I have blown it. Nimevipeperusha. And that is the hindrances of many believers today. Hivyo ndivyo vizuizi vya waamini wengi.